wakasalimiana, alafu akawaambia huyu anaitwa Morel, atakuwa msimamizi mpya wa mgawa. Blessing akauliza, msimamizi mpya? Morel mwenyewe akajibu, ndiyo, msimamizi mpya. Nani kati yenu hapa ndio Blessing? Bibi akanyosha kidole na huyu mwenzake akampointi kwamba huyu ndio Blessing. Akamwangalia, ni kama vile alitaka amjue vizuri na ampe onyo la wazi ya kwamba mimi ndio mama mjengo, nimerudi kutoka mbali, wewe kigagura tulia pembeni. Wakafuatana hapo huku amemshika mkono Gregi, wanaenda ofisini. Haya, niwaulize tu, nani ameona minyororo ya mapenzi imepangiliwa hapo kiunoni? Nyosha kidole juu. Blessing haelewi kinachoendelea hapo. Mwenzie anaulizia tu, wewe mbona kama bosi alikuwa anakupenda? Imekuwaje tena amemleta mwanamke mwingine? Blessing akaamua kutoka nje huku akatulize pressure kwanza. Bosi Gregi naye akaja. Blessing, I'm sorry Blessing. Yani wewe, kwa hiyo kumbe una mpenzi. Si ungeniambia tu? Umenipa nafasi kubwa ili unile alafu unikimbie, au sio? Samahani Blessing, sio hivyo. Hapana, haya, na zawadi yako chukua, sitaki kabisa. Mrembo akairudisha ile bracelet na kuondoka. Sasa kichaa amepewa rungu. Kwanza kabisa akamuita Blessing aende ofisini. Alipofika akamwambia, binti anaongea kwa malingo sana, Gregi ameniambia kama anahitaji kitu chochote kile nikuite wewe. Blessing akajibu, ndiyo bosi. Iko hivi. Kabla hajaanza kuongea, Morel akamkatisha. Tulia wewe, sija kuruhusu uongee. Tulia, mbona una mapepe hivyo? Niambie, kitu gani kinachokufanya uhisi una uwezo wa kuendesha huu mgahawa? Kwa maana nimeangalia uchafu wako hapa, nimeona una diploma tu. Sikiliza, unaniona mimi nina MBA kutoka Uingereza. Kwa hiyo ukiniona fiata mkia. Umenielewa Blessing akaitikia kwa uoga, ndio bosi, nimekuelewa. Haya, toka ofisini kwangu. Msimamizi mpya amekuja na moto sana. Sasa kama kawaida, Blessing akaendelea kufanya kazi zake za kila siku. Akachukua bango la kuonesha misosi ambayo iko humu ndani, akaja kuliweka hapa nje ili watu wakipita waone kama kawaida. Hii ilikuwa ni sehemu ya mkakati ya kuinua mauzo ya mgahawa. Yaani kama vile ambavyo wanaandika Ijumaa kuna biliani pamoja na pilau special. Bosi alipofika hapa nje, si ndio akaliona lile bango, akajiuliza, huu ni upuzi gani umewekwa hapa? Akalitupa huko pembeni. Blessing akaja, wewe ndio upuzi gani mmeweka hapa? Madamu, hilo ni tangazo la special ya wiki. Mtoeni uchafu wenu hapa. Unadhani huu ni mgahawa wa kichochoroni? Bosi akaingia ndani. Yaani huyu madamu anaharibu mifumo yote ambayo ilikuwa imewekwa tangu mwanzo. Blessing anaporudi nyumbani, Gregi huwa anakuja kumwomba msamaha, lakini mrembo hataki kabisa kumsamehe. Anaona kama amemdhalilisha vile. Sasa walipokuwa wanazozana hapa, kuna huyu crush wa Blessing akaja kuingilia kati. Huyu ndio akaharibu kabisa yani. Gregi ikabidi aondoke tu. Siku iliyofuata mrembo akaenda kazini kama kawaida. Bosi Gregi si akaenda huko kazini, ameenda tena kumwomba msamaha mrembo Blessing. Sasa Blessing akamwambia wazi, kuanzia ile siku mimi na wewe hatuna lolote lile. Ila kwa ushauri tu, ongea na msimamizi uliyemleta hapa. Acha mapepe, acha kutuona sisi kama vile hatuna akili. Na sivyo, huu mgahawa wako utakufia huku unauangalia. Wakati anaongea hayo maneno, kumbe madam bosi anawaangalia tu hapo kwenye kona. Baada ya kutoka pale, Blessing anakutana na notice kutoka kwa msimamizi wake. Amepangiwa zamu ya kufanya usafi chooni. Sasa mrembo akaenda mpaka ofisini, ameenda kucomplain. Nimeona umenipangia kazi ya kufanya usafi chooni. Kwani hiyo si kazi ya mfanya usafi au? Bosi akamwambia, nimemfukuza kazi tayari, maana naona watu ni wengi hapa. Mpo tu, wala hata mfanyi kazi. And kama utaipenda hiyo kazi, unaweza kuacha kazi tu, wala usijitese sana. Blessing akajua tu kuwa huu ni mtego wa kufukuzwa kazi. Basi mrembo akajiendea zake kusafisha choo. Sasa zile habari za Blessing kusafisha vyoo zikamfikia Gregi. Jamaa akaja mpaka ofisini kwa mpenzi wake. Morel, una tatizo gani wewe? Unawezaje kumwambia Blessing au anasafisha vyoo bila kuniambia mimi mwenyewe? Mrembo akamjibu, wewe umeniamini kusaidia kazi au? Hata kama nimekuamini, ndio unampeleka kusafisha vyoo? Mrembo akasimama ili amjibu vizuri jamaa. Hii ni kampuni yetu, tunaweza kuiendesha vile vyovyote tunavyotaka sisi. Gregi akamuuliza mpenzi wake, hivi unajisikia kabisa unachokizungumza wewe mwanamke? Mrembo wala hajali chochote kile. Gregi akaona hapa nimecheka na nyani, sasa ni wakati wa kuvuna mabua. Jamaa anamwambia Blessing ni mfanyakazi hodari sana, ila mpenzi kwa wivu wake wa mapenzi ameamua kumpeleka chooni. Sasa vitimbu vinaendelea tu. Leo si ndio akaja mteja hapa, analalamika kweli. Anasema haioni saa yake ya dhahabu na ina thamani ya $20,000.
Wanamuuliza, mara ya mwisho uliiacha wapi hiyo saa? Jamaa akawaambia, nilienda chooni nikaivua nikaisahau huko. Blessing akaitwa. Alipofika pale, binti akamwambia, mimi ndio nasafisha vyoo na sijaiona hiyo saa unayoizungumza. Jamaa akaanza kupiga kelele, nataka saa yangu hapa, nataka saa yangu. Muda huo huo Madam Boss naye akaja, anauliza nini kinaendelea hapa. Jamaa akaanza kueleza vile vile kwamba saa yangu sioni. Sasa katika kubishana bishana hapa, huyu rafiki wa Blessing ambaye mara zote ndio anafanya naye kazi akaanza kuzungumza, madam, ni vile tu mimi naogopa kwenda polisi. Hiyo saa mimi najua Blessing ndio ameichukua, au labda tukague kwenye kipochi chake. Madamu akaona muda umefika, akaagiza nenda kalete begi lake. Yule rafiki yake akaenda kuchukua begi la Blessing, wakalileta mpaka pale, wakamimina vitu vyote, mara pap, saa ikadondoka. Blessing mwenyewe anashangaa, hii saa imeingiaje tena kwenye begi langu?